Asante sana. Kwa mujibu wa sheria ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar, sheria namba 5 ya mwaka 2023 kifungu cha 50 kimeonesha kosa la rushwa katika uchaguzi. Ukisoma sheria hii kifungu cha 50(1) anasema mtu ambaye atatoa rushwa kwa mtu mwingine ikiwa moja kwa moja au vinginevyo kwa lengo la kumshawishi mtu huyo au mtu mwingine yoyote kupiga kura au kuacha kupiga kura ametenda kosa. Lakini ukisoma (2) inasema mpiga kura ambaye atapokea rushwa chini ya kifungu kidogo cha kwanza cha kifungu hichi ametenda kosa. Kwa hiyo tumeona kwamba kutoa na kupokea fedha au vitu ambavyo visivyokubalika ni kosa kwa mujibu wa sheria ya kuzuia rushwa. Kwa hiyo tunasema hili kosa lipo kwa mujibu wa sheria ya kuzuia rushwa na ni vyema wananchi wakajiepusha ili kuweza kufanya uchaguzi bila kuwepo kwa vitendo vya rushwa. Kuna mambo mengi ambayo yanapelekea kuwepo kwa vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi, ikiwa moja hapo kwanza tamaa, tamaa. Kwamba wale wajumbe washaeka akilini mwao kwamba hichi ni kipindi cha machumo, tunaenda katika kipindi cha kuvuna. Kwa wao wameshajiwekea kwamba sisi hatuwezi kupiga kura au kumchagua mtu yoyote bila kutupatia fedha. Jambo ambalo ni kosa kwa mujibu wa sheria na jambo ambalo linapelekea sometimes kuvuruga uchaguzi. Lakini jingine pia kukosa uzalendo nalo linapelekea. Mwananchi ukiwa mzalendo, yule anaomba kupiga kura na anayeomba kupigiwa kura wakiwa wazalendo, hakuna sababu mimi niweze kukupa wewe rushwa na wala hakuna sababu ya kuweza kupokea rushwa. Lakini jingine vile vile tunasema kwamba kutokujiamini. Mara nyingi sana mgombea anakuwa hajiamini, ndio maana anaamua kutumia fedha ili aweze kuchaguliwa. Jambo ambalo anatakiwa yeye mwenyewe ajipange, aweze kutumia sera zake vizuri kuwashawishi wananchi waweze kumchagua ili aweze kuwa kiongozi bora katika kuwatumikia wananchi wake. Kuna mambo mengi sana mwananchi anatakiwa ayafanye ili kuweza kujikinga na kujihusisha na vitendo vya rushwa. Moja, vinapotokezea vitendo vya rushwa, kwanza atoe taarifa kwa mamlaka husika. Kwa Zanzibar ZAECA kuna namba zetu za bure zile 113 unapiga muda wowote. Lakini pia unaweza kuandika barua hapa, ukaleta, unaweza ukafika mwenyewe. Lakini kuna njia nyingi sana za kuweza kutoa taarifa. Ukitoa taarifa za vitendo vya rushwa, wewe umejikinga katika. Lakini jingine, kutokukubali manake mikusanyiko ile ya kampeni zilizokuwa ziko nje ya utaratibu au zilizokuwa kinyume na sheria. Sababu ikiwa kampeni zimeruhusiwa mwisho kama saa 12, kama saa 1, haiwezekani kampeni zifanyike saa 8 za usiku alafu mwananchi bado uweze kushiriki katika hilo. Kwa hiyo mwananchi aji. Lakini jingine pia mwananchi ajikinge katika kupokea fedha, kupokea zawadi nyingine hizo ambazo wanajua kabisa hii zawadi mimi napewa ili iweze kunishawishi nimchague mgombea fulani katika chama fulani au katika sehemu fulani. Ukiweza kuepukana na vitu hivyo basi vitaweza. Lakini la mwisho, uwe mzalendo. Kuwa mzalendo, penda nchi yako, sema mimi kiongozi ambaye nitamchagua ni kiongozi ambaye mwenye sera na mwenye maono ambayo ataweza kuisaidia nchi, lakini ataweza kuisaidia jimbo kwa ujumla na wewe mwenyewe kwa ujumla katika swala zima la kuleta maendeleo. Tukimchagua kiongozi ambaye anajihusisha na masuala ya rushwa, kuna mambo mengi sana yatajitokeza. Moja, kwanza kukosa maendeleo katika sehemu husika. Ikiwa jimbo, ikiwa shehia, tutakosa maendeleo kwa sababu kiongozi ambaye tulomchagua hana sifa za kuwa kiongozi. Tumemchagua kwa sababu ya fedha. Huwezi kuwa kiongozi kwa sababu ya kutoa rushwa. Utakuwa huwezi kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo mwananchi unakosa fursa ya msingi ya kuweza kupata maendeleo katika jimbo lako au katika sehemu yako unomchagua kwa kutoa pesa. Lakini jingine pia kudumaa kwa maendeleo ya taifa. Taifa linamtegemea mtu ambaye atachaguliwa katika ile sehemu, anaweza kuwa ni mwakilishi wa pale. Kwa hiyo tukisema kwamba ni mwakilishi wa sehemu ile, alafu tumemchagua kwa kutoa hela, hawezi kuleta maendeleo. Kwa hiyo taifa sasa litakuwa linategemea kutoka katika jimbo fulani tuone jimbo lina maendeleo, lakini kiongozi alichaguliwa kwa njia ya rushwa, hana maono na hana uwezo wa kuongoza, hakuna maendeleo yatapatikana. Lakini la mwisho, tunadumaza demokrasia. Demokrasia inadumaa, demokrasia hainunuliwi. Tuache watu wachague kwa ridhaa zao
na kwa maono yao, kwa msingi wa kuweza kupata maendeleo katika majimbo yao na katika sehemu zao na nchi kwa ujumla. Kama taasisi ya kuzuia rushwa, sisi ni mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar, ZAECA. Of course tumejipanga. Kuna vitu vingine hatuwezi kuvisema hadharani, lakini moja hapo, elimu. Tutaimarisha utoaji wa elimu, wananchi waelewe, sababu kuna baadhi ya wananchi hawana huo uelewa, wao wanaona ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kama taasisi, mikakati tutaiweka moja, tutaimarisha swala la elimu. Tutatoa elimu nyingi sana, tutatoa elimu za aina tofauti, ikiwemo vipeperushi, ikiwemo mikutano, ikiwemo maigizo mbalimbali, lakini kwa namna moja ama nyingine tutatoa elimu ya madhara ya vitendo vya rushwa katika uchaguzi. Lakini jingine, kuimarisha ukusanyaji wa taarifa. Tumejipanga kukusanya taarifa mbalimbali kwa wananchi ili kuweza kubaini mwanzoni vitendo hivyo vya rushwa na baadaye kuweza kuzishauri mamlaka husika kuweza kuwachukulia hatua wanajihusisha katika vitendo vya rushwa kabla ya kuingia katika uchaguzi. Vipo vitu vingi ambavyo tukifanya tutaweza kuzuia rushwa katika uchaguzi. Moja, kwanza tuikatae rushwa kwa vitendo. Yaani isiwe ni mdomoni, vitendo kabisa. Tuikatae rushwa kwa vitendo, na tunapozungumza kuikataa rushwa kwa vitendo, moja, tuwe mstari wa mbele kutoa taarifa katika mamlaka husika. Ikiwa tayari wajumbe wamewekwa na mgombea kwa ajili ya kupokea hela, kama waliowekwa watatoa taarifa ZAECA, tunaweza tukaizuia rushwa katika uchaguzi. Lakini jingine, tuikemee. Manake kiongozi au yule ambaye anataka nafasi, yeye mwenyewe mstari wa mbele kuikemea hii rushwa. Tukiachana na wajumbe, lakini na yule kiongozi ambaye anataka kugombea sehemu yoyote kwa nafasi yoyote, au mstari wa mbele kuikemea rushwa. Lengo ni kuweza kufanya uchaguzi ambao ulikuwa hauna rushwa. Lakini la mwisho, nadhani ni jambo jema sana kushirikiana na ZAECA sasa. Kwa namna moja ama nyingine, tushirikiane na wananchi wote ili kuweza kupiga vita rushwa katika uchaguzi. Tukiyafanya haya, basi tutakuwa na uchaguzi ambao hauna rushwa, na ni vyema wananchi kujitokeza kushirikiana nasi ili kuweza kupiga vita vitendo vya rushwa. Wito wangu kwa wananchi na viongozi wote ambao na watia nia wote, kila mtu ambaye ametia nia ya kufanya ya kugombea, mimi niwaambie tu, kama kiongozi umeamua kuingia katika uchaguzi kugombea, basi jiamini, kuwa na sera nzuri, kuwa na maono mazuri, uza maneno mazuri ambayo wananchi wataamini tukimchagua mtu fulani ataweza kutuletea. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi, wachague viongozi ambao wenye sifa za kuwa viongozi, ambao wanaamini watawasaidia na kuleta maendeleo katika nchi yetu kwa lengo la kuijenga nchi yetu. Na nawaomba sana wasiwachague viongozi ambao watatoa rushwa. Lakini la mwisho, hili ndo la msingi sana, nawaomba sana wananchi kuelekea uchaguzi, tunawaomba sana kushirikiana nao kwa lengo la kuweza kuvifichua na kuweza kuvidhibiti na kuweza kuviondosha. ZAECA tupo muda wote. Tumesema tuna namba yetu ya bure 113, lakini unaweza ukatoa taarifa pia kwa kuwaona maafisa, lakini pia kwa kufika hapa ZAECA. Tuna ofisi zetu za mikoa. Ukifika katika ofisi zetu utapokelewa na hakuna taarifa itakayotoka kwamba hii nani ameileta. ZAECA kwa mujibu wa sheria, mtoa taarifa analindwa, na tunawahakikishia waje watoe taarifa, tutawalinda. Lengo ni kuweza kuzuia vitendo vya rushwa katika uchaguzi, kabla na baada ya uchaguzi, kwa maendeleo ya nchi yetu. Kwa kumalizia, mimi niendelee tena kutoa wito, vitendo vya rushwa hivi haviwezi kumalizwa na ZAECA peke yake. Kama ZAECA hawatupata supporta kutoka kwa wananchi, hatuwezi kupambana. Kwa hiyo tujue jukumu la kuzuia vitendo vya rushwa ni langu mimi na wewe. Sisi ZAECA ni jukumu letu, lakini mwananchi na wewe ni jukumu lako. Kwa hiyo kila mmoja atimize wajibu wake ili kuweza kuijenga nchi yetu ya kuwa Zanzibar bila rushwa inawezekana. Naombeni sana tutimize wajibu wetu kwa maslahi ya taifa letu.